vision. He was sleeping. Alikuwa analala. Huyu jamaa alikuwa analala. Ezekiel was asleep. Huyu jamaa alikuwa analala. Ezekiel was asleep. Huyu jamaa alikuwa analala. Ezekiel was asleep. I repeat again, he was sleeping. Kwamba alikuwa analala. He was sleeping. Alikuwa analala. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. Ezekiel was sleeping. Ezekiel alikuwa analala. Na wewe ulali sahihi. He was sleeping now. Wewe ulali sahihi. He was sleeping now. Kwa macho. Ni reality sasa. Kweli ukweli sasa. Kile ambacho Everything that you do. kimekuwa kwa maisha yako. Right, you are alive. Lazima kitakuwa tena. Lazima kitafufuliwa. Chochote kile kilichochukuliwa na wewe ibilisi. Inarejeshwa. Haijalishi ni neno gani. Inasema, profesa. 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 Hiyo mifupa ni kavu. Yes. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Ezekieli alikuwa, Ezekiel he was sleeping alikuwa analala on a vision. katika maono. Akapelekwa mahali, He was taken somewhere, mahali ambapo ni nchi kavu. a place that is dry. The place was dry. Hapo kulikuwa nchi kavu. Na alikuwa peke yake. And he was alone. But this man, Lakini huyo mtu hakujua kile ambacho Mungu anataka. he didn't know what the Lord wanted. God asked him. Mungu alimuuliza. Hebu angalia mbele. Can you look ahead? Unaona nini mbele yako? What can you see in front of Huyu you? mwanaume This man akasema kitu kimoja. said something. Ninaona mifupa. I can see dry bones. Ninaona mifupa. Yeah, I can see dry bones. Huyu mwanaume This man akaambia Mungu, tell Jesus. ninaona mifupa. I can see dry bones. 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 God said, Mungu akasema, Professor. 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 Hallelujah. 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 Yesu hajakuacha. Jesus cannot betray you. Yesu hajakuacha. Jesus has not betrayed you. Hey! Oh yes. Zakayo Zacchaeus, alikuwa anatamani kumpata Yesu. he wanted to meet with Jesus. Akaanza kutafakari atafanya nini. He started thinking what he can do. Akaangalia kuna mti mbele He looked yake. up at a tree Na akapiga hesabu. and he calculated it. Lazima apande He mahali pale. said, I must climb it. Hey! Oh yes. Na ndipo Yesu alipofika. And when Jesus arrived, Akamwambia njoo. he told him, come. Ai! Oh yes. Mifupa iliyokaa. Oh, the
Bwana asifiwe. Praise the Lord. There was a girl. Kulikuwa na mtu, There was a girl, kulikuwa na msichana, my friend, rafiki yangu in the ministry. katika huduma. Huyu hakuwa ananifahamu vizuri. I didn't know me well. Nilikuwa napenda kukaa nyuma. I liked sitting behind. Yeye alikuwa na minister. I was ministering. She was ministering. But one day, Lakini siku moja, his spiritual father baba yake wa kiroho akasema, said, I want to call one man, kwa nataka niite mtu mmoja, and this man na huyu mtu called Mapesa. alikuwa anaitwa Mapesa. And this man Na huyu mtu akaambia watu ya kwamba huyu kijana amekuja kwa muda fulani mahali hapa. he told people that this man has come here for a specific time. But naomba tu muda wake mdogo, But I can request within the few time that he's here, atuambie jambo. let him speak unto us. Nilipotushika microphone, When I held the microphone, all people kila mtu started to cry. walianza kulia. Why? Mbona? Wamekaa na mtu ambaye hawako anajua. They sat and stayed with somebody they didn't know. Mtu anaweza kaa na wewe akose kukuelewa. Somebody can stay with you but he can't understand you. Rafiki anaweza kaa na wewe akose kuelewa. Your friend can stay with you but he can't understand you. Mke wako anaweza kaa na wewe akose kuelewa. Your wife can be with you but she can't But one understand you. day, Lakini siku moja, atajua wewe ni nani. you will know who you are. Hao watu walishangaa umekaa na mchungaji. Those people are amazed. They sat with the Son of God. Miezi hiyo, hawakujua ni nani ako ndani ya nyumba. they didn't recognize the person in the house. Day, Kuanzia hiyo siku, I started to preach. nilianza kuhubiri. My friend of mine, Rafiki yangu fulani, alikuwa chemistry. was in chemistry. Called me. She was like, I think near around some years imeenda. It's some years past, But huyu mwanadada but this girl lady, aliniita, she called me akasema ya kwamba and said unto me, the first day I saw you, siku ya kwanza nilikuona, sikuona kama wewe ni mtu wa kawaida. I didn't see you like somebody normal. But I know Lakini najua utaenda mbali. you'll go far. She was keeping telling me like that every day. Alikuwa ananiambia hivyo kila siku. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hadi wakati alipoolewa, Until the time that she was married, akasema Mapesa, she told me, Mapesa, you are going far. unaenda mbali. The same thing huyo msichana aliniambia. Kitu hicho ambacho The same thing pia naambiwa hapa Bamburi. Yote ambaye niliambiwa Bamburi. The same thing I was told in Bamburi. There was a time, Kulikuwa na wakati nilikuwa natembea. I was walking. Nikaenda pia mahali. I went again somewhere ili nichukue dawa kwa sababu nilikuwa nasikia kichwa kinauma kidogo. So that I could purchase some medicine because I was having some headache. Exchange ya pesa. Kubadilisha pesa. Anipe dawa nimpe pesa. So that he could give me the medicine as I give back money. The shopkeeper. Huyo mwenye duka. You are not a normal person. Aliniambia kwa mimi si mtu wa kawaida. Nikamuuliza wewe ni nani? And I asked, who are you? Akasema, mimi ni mtumishi wa Mungu. And say that you are a servant of God. But wewe ni mtu tofauti sana. But you are a very different person. Kamwambia mimi ni mtu wa kawaida tu. And I said, I'm just a normal person. This man, lakini huyo mtu akasema kitu. He said something. You are going far. Unaenda mbali. Nikakutana mtumishi wa Mungu pia the same. Again I met a servant of God. You are going far. Told me that I'm going far. Nenda mbali wapi? Where am I going? Bwana asifiwe sana. Amen. Nakuambia kitu, lazima nikuambie kitu fulani kwenye nataka kuambia. I have to tell you something. Unaenda wapi wewe? Where are you going? Unafuata nani?
Who are you following? Mtu akikwambia unaenda mbali, unaenda wapi? If someone tells you that you are going far, where are you going? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Why am I telling you this? Kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa vinazuia maisha yako. There are things that can't be resisting and rebelling. Zinazuia maisha yako kuendelea. And resisting your life from moving on. Unakosa kusonga mbele. You cannot move on. Kuna watu ambao wanafanya unazuilika. People are making you to stand on. Unakosa kusonga mbele. You can't even step up. Maybe kuna kitu ambacho kilikuwa kinakuzuia. There is something that was resisting you. Kwa masomo yako. Maybe in your studies. Pengine kwa familia yako. Maybe in your family. I have come to tell you. Hiyo kitu kimeondolewa. Nothing has been done. Because of the prophecy. Kwa sababu ya unabii. Ambao Mungu amenipa. God has given us. Lakini jioni ya leo. Bado tuko kwa mwezi wa kwanza. In the first month. Mwaka huu wa 2026. This year of 2020. Yes, sasa you're there. I was here. Wakati uliopita nilikuwa hapa. On that first. Ilikuwa siku ya 31, tarehe 31. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Nilipokuwa mahali hapa. When I was in this place, I hear something. nilisikia kitu In my spirit. katika roho yangu. Today. Kwa siku ya leo. Go and prophesy. Nenda utoe unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the living Go God. and prophesy. Nenda utoe unabii. Mahali utaingia. Where you going to Prophesy. Nenda utoe unabii. I prophesy in this Unabii usikie I leo. prophesied in this Unabii katika I prophesied in this Hiyo wakati nilikuwa hapa. Lakini nilikuwa maombi yangu. Nilipoondoka mahali hapa. I want to give you a testimony. Nimekuja nikuambie. I have a testimony. Ni ya 31. Nilikuwa mahali hapa. Na wakati ambapo nilikuwa hapa. I go back to my house. I prophesy. Yes. Hiyo siku. That day, Mungu akasikia maombi. God heard my I prayer. want to tell you my brother. Alikwambia ndugu yangu. Hii siku hii ya leo. This day, Mungu ametumia mtu akanipa shamba. God has used somebody to give me ya bure. a place for free. Jenga madhabahu ya Mungu. To be the heart of Hallelujah. Amen. Na ni maombi ambayo niliyobarikiwa hapa. It is a prayer that I prayed when I was here. Hallelujah. Amen. Sijajua ni maombi gani ambayo umekuja I kuomba. don't know that it is which prayer you Today I come. have come to tell you. Kile nimekuja kwa I have come to challenge you. kuja kukwambia. Never give up. Usikume Keep bado. moving on. Kwa sababu Keep moving on. endelea kusoma. Keep going forward. Kwenda mbele. Chochote kile ambacho kinakuzuia kusonga mbele. Maandiko inasema, just prophesy. Prophesy. Illustration. Chochote kile kinakuzuia ndani ya kazi yako, ndani ya familia yako, ndani ya huduma yako, kinaondolewa. Chochote kile kinazuiliwa kwa watoto wako, magonjwa usiku na mchana, kansa, pressure, malaria, chochote kile kinakuzuia kinaondolewa. Ushuhuda wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Na sio ushuhuda kidogo. It's just not Ezekiel akaambiwa, Ezekiel prophesy. toa nabii. Prophesy. Toa nabii. Mungu akasema, And the Lord said, nitarejesha. I'm going to restore. Nitafanya nini? Nitarejesha. I will restore. Na nimekuja nikwambie mpendwa, usigive up. I've come to tell you that usikufe moyo. Don't give up. Usikufe moyo. Don't give up. Usikufe moyo. Don't give up. Usikufe moyo. Exodus naniambia, Kutoka there was a man kulikuwa na mtu called Moses ambaye alikuwa anaitwa Musa. and Israelites. Kwa Waisraeli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. And this gentleman, Huyu mwanamume, Bwana asifiwe sana, amen,
alifika mwisho wa barabara. When he reached the end, Na ndiye alikuwa kiongozi. he was the leader. Akiongoza wana wa Israeli. He was leading children. But the word of God inaniambia. Neno la Mungu tells me, hallelujah. Amen. Wana wa Israeli wakaanza kubabaika. Israelites started kulialia machozi. Started crying and wakaanza kusema tutende namna gani? They were asking where can we go? Tutavuka namna gani? How will we cross? Tunaenda namna gani? Wakiangalia nyuma wamefikiwa. Maadui wamefika. Wakaanza kuuliza Musa, where are we going now? And we don't see anywhere. We don't see anything. We are here. You Moses. You want you wanasifiwa. Wana wa Israeli wakalia. Wakasema ya kwamba umetutoa Misri tuje tukufia hapa. Lakini Musa akasema ya kwamba nyamazeni kimya, kwa sababu kile ambacho naenda kutenda, kile ambacho Mungu anaenda kutenda ni kitu tofauti sana. Nimekuja nikwambie mpendwa, nimekuja nikwambie mpendwa, unaweza kuwa umechoka, unaweza kuwa umehangaika, unaweza kuwa unalia machozi, unaweza kuwa unahangaika sana ndani ya huduma yako, unahangaika sana, unalia machozi. The word of God inasema ya kwamba don't cry, prophesy. Don't cry, prophesy. Don't cry, prophesy. Nakutaja ndani ya maisha yako. Unataka nini? Kama ni uponyaji, anza kuitisha Bwana. Kama ni kazi, anza kumwita Bwana. Inataka mtu asimame. Inataka mtu asimame. Inataka mtu asimame. Inataka mtu asimame. Inataka watu wasimame. Yule ambaye amechoka, beba kitu fulani. Nataka kuacha kwa madhabahu. Ambaye amechoka, ambaye analia, shida kuambia watu, shida kuambia watu. Nataka kuona watu ambaye anasema fika mwisho, fika mwisho. Wewe ni mwimbaji, sina kuita hapa mbele. Zakaya, wewe ni mwimbaji, sina hapa mbele. Kunisaidia unashindwa utafanya namna gani? You don't know what to do. Magonjwa yanakulemea. Oh, sickness unahangaika kutosha. You don't have anything to do. Karibia madhabahu. Come into the altar. Mimi sitakwambia na kuombea. I will not pray unto you. You yourself. Wewe mwenyewe utatumia maneno ya Mungu. You'll use the words from the Lord. Yale ambayo aliambia Ezekieli. The words that God is telling us to prophesy. Toa nabii. Prophesy. Toa nabii. Maybe uko pale umechoka. Maybe you are there and you're tired. Nataka kuona huyo mtu. I want to see the person. Roho Bwana ananielekeza kwa mtu. The Spirit of the Lord is leading me to somebody. Ambaye amechoka sana. Who is too tired. Anaona amefika mwisho. He sees just the end. But start prophesying yourself. Lakini sasa anza kutoa nabii kwa ajili yako. Owinjore watingi malo, owinjore watingi malo, owinjore watingi malo.